Hello, mambo vipi? Karibu sana katika channel ya Football Fever Gaming 255. Katika channel hii nadili sana na issue ya gaming za mipira. Leo tuangalie ni jinsi gani ya kutengeneza timu imara katika Dream League Soccer. Ili kujenga timu imara kwenye Dream League Soccer au DLS kunahitaji mchakato wa mambo kadhaa. Miongoni mwao ni uchaguzi mzuri wa wachezaji, lakini pia mfumo bora wa uchezaji, mazoezi sahihi. Tukianza na kuchagua wachezaji wazuri, cha msingi tumia pesa, yani coins zako kununua wachezaji muhimu. Weka kipaumbele katika wachezaji muhimu. Kwa mfano, golikipa. Kipa mzuri anaweza kusaidia kuokoa mashuti hatari. Lakini pia beki, lazima uwe na beki ambaye atakuwa mlinzi imara, atasaidia kuzuia mashambulizi ya wapinzani. Lakini kiungo wa kati pia anasaidia, ambaye anaweza kusaidia kupiga pasi na kutengeneza nafasi za mabao. Na wa nne ni mshambuliaji. Tafuta mchezaji mwenye uwezo mzuri wa kufunga mabao. Kwa hiyo hapo ukiangalia lazima uwe na golikipa mzuri, beki na kiungo ambaye atakuwa anatoa pasi za mwisho, na mshambuliaji ambaye atakuwa anapachika mabao. Hao ni wachezaji muhimu sana kwa wanao katika kikosi chako ambao unapaswa kuwanunua. Jambo muhimu la kuzingatia katika kuchagua wachezaji ni statistics zao. Unapata kununua wachezaji, angalia stats zao. Tafuta pace, yani kasi, muhimu kwa washambuliaji na viungo. Lakini passing, yani kusaidia kushambulia kwa wepesi. Mchezaji anaweza kutoa pasi kwa haraka. Lakini angalia tackling na strength, inasaidia sana kwenye ulinzi kwa mabeki wa uhakika, pamoja na reflexes ambayo inasaidia, ni muhimu sana. Reflexes ni muhimu kwa magolikipa. Kwa hivyo ni vitu muhimu pia unapochagua mchezaji, ni lazima uzingatie. Jambo la pili katika kujenga timu imara katika DLS ni kuwa na mfumo bora wa uchezaji. Mfumo wa uchezaji una athari kubwa sana katika matokeo ya mchezo wako, kama ni kushinda au kufungwa. Kwa hiyo kuna formation nzuri ambazo ni muhimu kwa wale ambao wanaanza. Formation ya kwanza ni ya 4-3-3. 4-3-3 attacking. Formation hii inasaidia sana kwenye kushambulia pamoja na kujilinda. Kwa hiyo unashauriwa sana wewe ambaye unaanza ni kutumia formation moja kati ya hizi. Formation ya pili ni ya 4-4-2 classic. Formation hii inasaidia sana kwenye kudhibiti eneo la kati la uwanja. Formation nyingine nzuri kwa sana wale ambao wanaanza ni 3-5-2 possession play. Formation hii ni nzuri sana kwenye kumiliki mpira na kucheza pasi fupi. Kwa hiyo chagua formation itakufaa katika hizo tatu na ifanyie mazoezi kwa wachezaji wako. Itakusaidia sana kwenye kupata ushindi na kutoka na clean sheet kwenye mechi. Baada ya kununua wachezaji ambao ni bora na wazuri ambao watasaidia timu yako, sasa hatua inayofuata ni kuwafanyisha mazoezi. Unatakiwa wafanye mazoezi wachezaji ili kujiweka fit. Unatakiwa uzingatie mazoezi ambayo unatakiwa wape wachezaji wako. Kwanza ni kasi na dribbling kwa washambuliaji, lakini pia pasi na stamina kwa viungo wa kati, tackling na strength. Hii ni mahususi sana kwa mabeki. Diving na reflexes, hii ni mahususi sana kwa magolikipa. Mpaka kufikia hapa nadhani nimekupa keys au mambo muhimu ambayo yanaweza kukupa kama ni mwanga au mwangaza. Nimekupa mambo muhimu ambayo yanaweza kuwa ni kama mwongozo kwa ajili yako kwenye kujenga timu ambayo itakuwa imara katika Dream League Soccer. Zaidi ya hapo sina la ziada.
Cha msingi na kuomba usubscribe, ulike na kucomment. Unaposubscribe ina maana unatengeneza mazingira ya kuja kukutana na mimi na wewe kwenye video zingine tena. Sababu utaposubscribe na kubonyeza alama ya kengele itasaidia pindi nitakapoweka video mpya utakuwa wa kwanza kabisa ile video yako kufikia. Usiache kusubscribe. Bye bye.